shida moja afanye. Afande nani? Tufuate utaratibu, usiingie ndani, tufuate utaratibu. Na watu mpungue hapa. Wewe toto ndo. Angalia zia akatutoropoka. Deve man. Ni kweli yuko tulieni sasa. Tulieni kweli yuko tulieni na yuko hai. Yuko hai mtoto ana shida. Kweli yupo. Yupo mtoto. Naombeni watu mpungue. Mwangalie tu mama la singi. Mwangalia tu. Haya haina shida. Ngoja muangalie na huyu. Huyu hapa. Njoo Matausi mwangalie mtoto wako. Njoo Matausi mwangalie mtoto. Huyu hapa. Mwache usiingie, usiingie. Taratibu za Mmeshamuona basi. Mmeshamuona tokeni. mamake ameshamuona Basi. Haya. Hai jamani wengine pungueni. Wengine pungueni fuate utaratibu. Viongozi wataingia ndani alafu utaratibu ufuate. Maana sio kila mtu aingie nyumba ya mtu. Lazima tufuate utaratibu. Sasa mnaangalia mna mtu ambaye ameingia ndani. Hakuna aliyeingia ndani. Wameingia wamevunja vibaya hapa. Hapana, hakuna aliyeingia ndani. Wenyewe mnashuhudia, hamna aliyeingia ndani. Simeona wananchi. Wananchi si mmeona kuna aliyeingia ndani. Kwa hiyo kuweni na amani. Wako njiani wanakuja. Hamna shida. David nimeshampigia hapa nikupigia kwa sababu Fungua kwa hiari yako. Fungua. Asagala kila ameingia pabaya. Yaani itamkosti. Itamkosti. Ngoja viongozi waje, Huyu hapa. Ngoja kwanza. Usiingie ndani. Usiingie ndani. Mama usiingie ndani. Nini sasa mnalia? Eh? Wapakiza kwenye pikipiki. Pakiza kwenye pikipiki. Mama na wewe panda na wewe. Panda na wewe. Ndio kazi hiyo. Panda na wewe. Huyo na mimi kwa pale mwingine mwingine. Sote mbele. Sogea mbele. Sasa Pikipiki nyingine iko wapi? Jamani, sema amani. Magdalena Filimon Kisioke. Mimi ndo mwenye nyumba ya nyumba hii hapa. Binti huyu amepotea tangia tarehe 14 siku ya Ijumaa. Basi na huyu mpangaji wangu mimi pia aliondoka tarehe 14 siku ya Ijumaa masaa ya usiku. Katika jitihada za kumtafuta huyu binti, basi tumeendelea kumtafuta hivyo. Jana leo ndo hivyo akanitumia message mpangaji wangu, mlango wake ambao umefungwa, ni fundi umeme. Akaniambia, mama, samahani, nilipata dharura ya kuondoka kwenda kazini Tanga. Kwa hiyo sasa kuna mtu nimemtuma kuchukua vyombo vyangu, maana mpangaji nilikuwa nimeshamaliza naye mkataba tangia tarehe 15 alikuwa anatafuta nyumba masuala ya kuhama. Akambia kuna mtu nimemwagiza kuchukua vyombo hapo nyumbani kwangu, ila amesema mlango umefungwa. Sasa mimi nikamwambia mjumbe. Sasa mjumbe huyu kijana, mimi ni mpangaji wangu, ananiambia masuala ya ufunguo mimi nanihusu nini? Kwa hiyo mimi nikawa nimenyamaza hivyo. Tumeendelea. Leo waandishi wa habari wamekuja, tumeshuka shuleni. Huyu kijana amemtuma kijana mwenzake ambao huwa ni rafiki yake sana. Akamwambia kwamba eti sijui aje amvunjie, kuna vitu vinatakiwa kuchukua huko ndani. Sisi tukiwa kule shuleni tumekaa, mjumbe ndo akanichukua ananiambia twenda nyumbani mara moja. Nafika hapa nakutana na fundi akiwa anavunja hichi kitasi. Mimi bila kujua chochote ndo nauliza kuna nini? Fundi akaniambia nimeletwa na huyu fulani ameniambia nivunje huo mlango.
Basi mlango hivyo, kuna nani akasema kuna msichana yuko huko ndani. Msichana mwenyewe alikuwa anatafutwa tangia juzi. Kuna msichana mwenyewe sasa ameonekana na ufunguo ndani, na maana ni kama mtu alijifungia kutokea ndani. Sijajua sasa biashara za wapangaji, mimi huwa sina muda na wapangaji sana. Yeye sasa kama aliacha mlango wake wazi, ina maana binti ndio atakao sema ufunguo ameupata wapi. Wewe uko na taarifa zozote za binti kuwepo ndani toka mwanzo? Sina taarifa zozote, na mimi nakaa hivi hii ndo nakaa. Sina taarifa hata kwa igonga mlango. Toka Ijumaa. Toka Ijumaa. Haujaona viashiria vyovyote kama vyovyote? Maana kwanza huyo mpangaji wangu mimi aliondoka. Mimi sikujua ameenda wapi. Ni mtu huwa anasafiri muda mwingine TANESCO anaenda kufanya kazi. Leo ndo nimepata message yake kwamba ufunguo wake hauonekani, amemtuma mtu kuja kuhamisha vyombo. Wakati mlango unavunjwa, je, uliambiwa kuna mtu ndani au kuna nini? Sikuambiwa. Mimi tulikuwa kule chini shuleni kwenye masuala kufuatilia, ndo nakuta hapa fundi amesimama anavunja mlango. Nikamstopisha ngambia kwa nini unavunja mlango? Ndo akaniambia nimeletwa kuvunja mlango na nani na fulani. Nikamwambia haya. Nikamuuliza akasema huyo kijana akasema kuna mikataba. Nikamwambia kwa nini unavunja mlango? Akasema eti kuna mikataba, kuna mpangaji mmoja aliamaga hapa, alikuwa na mahusiano na huyu mpangaji ambao akasema kwamba kuna mikataba ambao ipo hapo ndani, anataka kuchukua akavunja mkataba na mtu wa pikipiki ofisi ya kata, ndo chanzo cha kuvunja mlango. Kwa jina naitwa Saidi Hamisi, ni mjumbe wa serikali ya mtaa wa Mwanama. Tukio hili lilitokea siku ya Ijumaa tarehe 14 majira ya saa 1. Tulifanya juhudi mbalimbali za kuweza kumtafuta lakini hatukuweza kumpata. Jana tukafanya pia juhudi zingine za kuweza kumtafuta lakini hatukuweza kumpata. Taratibu zote za kwenda kutoa taarifa kituo cha polisi zilifanyika. Tulitoa taarifa kwenye magrupu mbalimbali, tulitoa taarifa pia katika sehemu mbalimbali kama kanisani, misikitini, nyumba zote za ibada tuliweza kutoa taarifa. Lakini leo wakati tunaendelea kumtafuta na uchunguzi ukiwa unaendelea kufanyika, tulitoka na kwenda shuleni mahali anaposoma Tausi. Tulipofika kule, wakati niko kwenye mahojiano na mwalimu mkuu, ndipo nilipata simu muda huo na nilipata taarifa kwamba ameonekana kwenye chumba cha jirani. Ndipo nilipotoka mara moja na kuja kwenye hicho chumba. Nilipofika kweli nikakuta kuna mtu anafungua mlango, ambaye ni fundi ameagizwa kuja kufungua mlango, kuvunja mlango kwa maana hiyo. Basi ndo nilipomhoji anafungua mlango kwa sababu gani, akasema ameambiwa afungue mlango, kuna mtu amemwambia kuna dokumenti ziko ndani. Basi tukamwambia asifungue mlango kwa sababu imesemekana huyu mtoto yuko ndani. Basi ndipo taratibu za kuweza kufungua mlango zilipofanyika, na ndipo kweli tukapata juhudi za kumpata huyu binti akiwa yuko huko ndani. Kwa hiyo binti yuko kweli ndani, na Mungu amesaidia kwa sababu tumemtafuta kwa muda mrefu, na pia ni changamoto ambayo imempata wazazi wake, jamii waliokuwa naishi nayo. Pia tulikuwa tuna wasiwasi kwamba huyu mtu atakuwa amepotea kwenye mazingira gani. Na huyo kijana anayekaa kwenye hichi chumba mpaka sasa hivi hayupo, haonekani hapa. Inaposemekana amesafiri, na mpaka sasa hivi hatuna taarifa hizo kwamba yuko wapi. Na vipi kuhusiana na hizo document? Amepigiwa simu akaambiwa labda zimepatikana au labda kuna mtu amefungiwa ndani? Hapana, mpaka sasa hivi, kwa sababu nilipopigiwa mimi simu wakati niko kule shuleni, niliwahi kuondo tukakuta mlango bado hujafunguliwa. Kwa hiyo baada ya kufika, wakati tunamkuta fundi yuko kwenye harakati za kufungua mlango, na mimi hapo ndo nikamstopisha. Baada ya muda nikamruhusu aweze kufungua huo mlango tuhakikishe, kwa sababu yule aliyetumwa kuja kuziangalia hizo dokumenti ndio alikuwa pembeni. Nikamwambia basi tufungue mlango tuangalie kama kweli kuna mtu. Ndipo tulipofungua ndani kweli tukamkuta huyo mtu. Langu ni kwamba sheria ichukuliwe kama pale endapo kutaonekana kabisa kuna namna yoyote ya udanganyifu, labda huyo binti alidanganywa na kushawishiwa na huyo kijana mpaka ikafikia kumfungia ndani, kwa sababu na huyu inajulikana kabisa ni binti ambaye ni mwanafunzi. Mimi napenda sheria ichukuliwe
kama endapo itaonekana kabisa huyu binti alilaghaiwa na huyu kijana, sheria ichukuliwe sheria kali dhidi yake ya huyu bwana, kama kabisa iwe mfano kwa watu wengine ambao wana tabia za namna hii. Tunapoteza wanafunzi, serikali inatumia gharama kubwa sana kwa ajili ya kuwasomesha wanafunzi, lakini wanatokea watu baadhi wachache ambao wanasababisha wanakupoteza ndoto za wanafunzi. Kama huyu mwanafunzi ambaye ndo alikuwa anaenda kumaliza kidato cha 4. Sasa kama ikitokea vitu vya namna hii, serikali haiwezi kufumbia macho. Sisi kama serikali ya mtaa tunaomba haya mambo yanayotokea namna hii, serikali iweze kuchukua hatua kali kwa kweli. Sisi tunaomba serikali iweze kuchukua hatua kali kwa watu wa namna hii, ili iwe fundisho jamani, kwa sababu wazazi, serikali inajitahidi kwa kweli kuwasomesha kwa hali na mali wanafunzi. Kwa hiyo tukifanya vitu vya namna hii kwa kweli tutakuwa tunafanya makosa kabisa. Uweze kumfungia mtu toka Ijumaa mpaka leo Jumatatu, unamfungia na ni mwanafunzi na taarifa, kwa sababu ni majirani, sio kwamba hakuwa nasikia kama huyu mtu anatafutwa. Lakini ndio hivyo, mimi nachokiomba serikali iweze kuchukua hatua kali, kwa sababu tunaachia sasa jeshi la polisi liweze kuchunguza, na ikibainika kuna ngazi zinazofuata, ngazi za mahakama. Huko kwingine kote serikali inajua itafanya nini kwa watu zidi ya watu wa namna hii. Mimi ndo maoni yangu hayo kama mjumbe wa serikali ya mtaa wa Mwanama. Nashukuru. Boniface Loningo Moleli. Ndio tumepata changamoto kuhusu mtoto kama jirani yetu hapa mtaani. Tumekwenda kutoka mpaka mlimani sababu wazazi wake wametoka mpaka Singida kule kwa sababu uchungu kuanzia Ijumaa. Wakaja na usiku tukalala hapa nyumbani kwetu, tukapangishi hapa nyumba kama hali. Hili ametuma roho kutafuta mtu mlimani, mtoni, kila mahali tukijua mpata majanga ambayo hatuyajui sasa hivi duniani. Lakini Mungu amesaidia. Huyu Agaeli huyu ambaye ni mpangaji wa huko Mamba hapa, kumbe anafikia mtu ndani kuanzia Ijumaa bila kujua. Ni Mungu tu amesaidia kupata taarifa huko nani Magufuli kuvunja mlango na tukampata. Ila tunamshukuru Mungu na waandishi wa habari kusaidia mambo yenu, kusaidia mpaka sasa hivi tunaona mpaka kituoni sento kwa juzi jana kwa kila mahali, kila mtu wa katibu, kila mahali, mabalozi na wajirani wote kusaidia wote mzunguka kila mahali. So mtoni, so kila mahali tukijua hawa mfariki, kumbe mtu ni mzima. Kuomba jambo la kuomba Mungu, tumemkuta mzima akiwa ndani amefungiwa. Ila sasa huyu jamaa tulio sheria, kwa sababu sio sheria kama mwanafunzi wa form 4. Na amekaa kwa mama kuanzia akiwa la 7. Kamfundisha, kamsaidia kila kitu, na ana ugovi naye. Kusema tangu ugovi naye hamna. Kwa mama ana ugovi naye kama mtoto wake. Na sio ndugu yake. Ila tu alimpenda kama rafiki, kwa naye mpaka leo hii. Kila kitu amnulia, nguo, chakula, kila kitu ana ugovi kile. Mama akaanza kulia usiku, saidieni. Tukazunguka kwenda mtoni, mlimani. Kama jana tumezuka mlima Kijenge. Tafuta hamna. Akiwa na wasiwasi mauti. Kama sasa hivi mambo ya serikali na wadudu kwamba mtu ameuawa au mama atakosa nguvu. Ila Mungu amesaidia, tumemkuta huyu jamaa anaitwa Agaeli huwa TANESCO. Kwa hiyo cha msingi serikali ipate mkondo, isiache kufuatilia kitu kama hichi. Kama serikali ikiachilia kitu kama hichi itaendelea kama sisi wajirani wa hapa mtaani. Ifuatilie mkondo, akamatwe popote sasa hivi alipo. Sio ndani, afuatwe popote alipo. Kwa majina naitwa Violet Loningo Moleli. Mimi ni jirani yake na binti aliyopotea Tausi. Tulikuwa tumemtafuta kwa muda mrefu tokea Ijumaa jioni. Tulienda shuleni kumtafuta, kuongea na mwalimu mkuu wa shule ili waandishi wa habari waoji wanafunzi wenzake waliosoma nacho kidato cha 4. Baada ya kukaa pale hatujazungumza chochote na mwalimu, tukapigiwa simu na jirani. Tausi ameonekana kwenye chumba cha jirani ambapo tulikuwa tunaishi naye hapa, kaka mmoja anaitwa Agaeli, amefungiwa ndani kwake. Hivyo tukatoka tukikimbia na tukamchukua na askari tukaja naye huku
tukaja na askari huku, tukafungua mlango, tukamkuta kweli binti yuko ndani amejificha kwenye friji, nyuma ya friji. Hatukuweza kuingia huko ndani, ila wakawa nasubiria mlango ufunguliwe. Basi ndio tukawa tunaulizana, kweli Agaeli anaweza kufanya kitendo cha design huku kumfungia mtoto ndani na ni mwanafunzi? Maneno yakawa ni mengi, tukawa tunajioji kwa manake mwenye chumba mwenyewe hayupo, alisafiri tokea hiyo Ijumaa, inavyosemekana amesafiri Ijumaa usiku na mtoto amepotea Ijumaa usiku. Kwa hiyo hatuwezi kuongea mengi mpaka tumuoji msichana mwenyewe, na huyo kijana akipatikana na yeye aojiwe, waseme ukweli. Na chumba chenyewe cha kijana mwenyewe ndo chumba chenyewe ndo hiki, nyumba yake, na hawapo watu, mtoto ameshatolewa na mlango unaendelea kufanya nini, kutengenezwa mpaka tutavompata mhusika wa hichi chumba. Atavokuja ndo mahojiano ataendelea na mtoto mwenyewe aseme ukweli, aliingiaje huku ndani na alikutwa na ufunguo wa huyo kaka. Hivyo tu kama jirani. Hamna tetesi za mahusiano kati yao? Hamna tetesi yoyote ya mahusiano. Kama ana mahusiano na huyu kaka hatujui, wao ndo anayejua. Naitwa Faiza. Huyu msichana alipotea tangia siku ya Ijumaa. Tulianza kumtafuta tangia Ijumaa usiku mpaka leo kuja kupatikana. Tulimtafuta huko mashambani, tulienda hadi milimani kule tunamtafuta. Sasa waandishi wa habari walikuja tangia asubuhi, wakawa wameenda kule kituo cha polisi, mimi nikabaki hapa tu nyumbani. Walivyobaki nyumbani, kuna kijana alikuja hapa, akawa anavunja mlango. Nikamuuliza, "Mbona unavunja mlango?" Akaniambia, "Tumepoteza ufunguo, nakuja kuchukua vitu vya huyu jirani, vya huyu rafiki yako. Tumepoteza ufunguo." Sasa akaniambia, "Bwana navunja mlango lakini kama nasikia kuna mchakacho huko ndani. Nimemuona huyu msichana yuko ndani." Akaniambia, "Una uhakika umemuona?" Akaniambia, "Nimemuona ni mwenyewe." Akaniambia, "Una uhakika?" Akaniambia, "Njoo chungulia na wewe uone." Lakini mimi nilivyochungulia sikumuona. Akaniambia atakuwa amejificha nyuma ya mlango. Ndo akaanza kuvunja mlango. Mimi nikawapigia sasa hao wahusika walioenda kule kituo cha polisi. Nikawapigia nikamwambia, "Huyu msichana ameshapatikana kwa hapa kwetu nyumbani." Ndio ikabidi waje. Walipokuja wakafungua, wakavunja mlango kweli, wakamkuta yuko hapa, yuko nyumbani. Okay. Na wewe hujawahi kumuona wewe? Sijawahi kumuona kwa kweli, tangia alipopotea sijawahi kumuona. Huyo kijana sijui tangia lini sijaimuona. Tangia Ijumaa mimi sikumuona. Sasa walisema nimesafiri tangia Ijumaa na kweli sijamuona hizo siku zote, na mlango hujafunguliwa, ulikuwa umefungwa. Hata usiku. Sijasikia chochote. Yaani hata hapo ukiwa, maana mimi hapa nakaga mwenyewe, sasa hivi hamna mtu, ni mimi tu niko hapa na huyo mwenye nyumba. Kwa hapa hamna mtu chochote. Yaani ukikaa hivi huwezi kuhisi kama kuna mtu ndani. Ina maana hizi room zenu zina vyoo vya ndani? Hamna, ni ziko single tu, zina room ziko pale nje. Na kwa siku zote toka Ijumaa hujasikia? Sijasikia chochote wala sijai kumuona hapa. Sijai kumuona tangia siku ile alipopotea. Na nyuma kabla ya hapo kupotea, hujawahi kuona labda huyo binti akiwa na mazoea na huyo? Walikuwa na mazoea tu yale ya kawaida, ile kijirani. Wanaitana tu ile jirani, walikuwa wamezoeana tu kawaida. Kwa hiyo hatujajua kujua kama walikuwa na mahusiano, hatujai kujua kuhusu hilo. Ila walikuwa na mazoea tu ya kawaida. Sijai kumuona, ila wakiwa nje kweli wanataniana kama watoto waliozoeana kawaida. Maana yeye kijana alikuwa anaenda hadi kule kwao, anakuja huku hivyo. Yaani walikuwa wamezoeana tu, sisi tuliojua tu wamezoeana tu kawaida. Ila sijai kujua kama kuna nyuma hapo kuna mahusiano, sijai kujua. Kwa kifupi nashukuru kwa binti kupatikana. Nashukuru majirani waliotoa ushirikiano mpaka binti kupatikana. Ila naomba serikali ichukue hatua stahiki kwa binti huyu, kwani ni mwanafunzi. Na kinachomiza zaidi, mtu aliyefanya unyama huu ni jirani wa hapa nyumbani. Naomba binti huyu aujiwe, atoe maelezo yaliyo sahihi. Kupitia maelezo yake atakayotoa, sheria ichukue mkondo wake. Binti huyu ni mtu ambaye alikuwa na ndoto za maisha yake, ni mwanafunzi. Anatamani ajiendeleze zaidi. Mbaya zaidi anatokea muuni mmoja akuja kumpa biskuti zinazosadikika kwamba zina kilevi na kumfanyia mtoto unyama wa kikatili. Naomba serikali isimamie hili. Mimi ni mama mlezi wa Tausi na tulikuwa kwenye jitihada za kumtafuta. Ninawashukuru sana kwa sababu mlikuja kwa lengo jema la kutusaidia kumtafuta Tausi.
lakini hatimaye mkiwepo ninyi mkaona tukio lilivyotokea na Tausi amepatikana. Nawashukuru sana.